sisi wenyewe na kuwaombea vijana wenzetu mahali popote walipo. Pia ni maandalizi kwa ajili ya sherehe za Pasaka. Misa hii ambayo ni ya ufunguzi ina nia hiyo ya kuomba neema kwa Mungu kwetu vijana. Hivi kwa niaba ya Mwasha Baba Askofu Mkuu ambaye angeweza kufika kuifungua, lakini kulingana safari yake ametuagiza na kutuomba sisi tuifanye kazi hiyo kwa niaba yake. Hivi tunawakaribisha vijana wote kwa ajili ya kongamano leo hili, kwa ajili ya semina mtakazopata na mengine yote yatakayojitokeza, ili tujiweke katika mazingira ya mfungo, mazingira ya kutafakari Kristo ambaye daima sasa yupo katika hatari wanaomvizia kumuua. Tukiwa na malengo hayo na nia zetu mbalimbali, sisi ni wakosefu machoni pa Mungu. Tunapoianza misa hii, tukiri kwanza makosa yetu. Bwana Mungu asema hivi: tazama, nitawatoa wana wa Israeli toka kati ya mataifa waliokwenda mbele. Nitawakusanya pande zote na kuwaleta katika nchi yao wenyewe, nami nitawafanya kuwa taifa moja katika nchi hiyo. Juu ya milima ya Israeli na mfalme mmoja atakuwa mfalme wao wote, wala hawatakuwa tena mataifa mawili, wala hawatagawanyika kuwa falme mbili tena hata milele. Hawatajitia uchafu tena kwa vinyago vyao, wala kwa vitu vyao vichukizavyo, wala kwa makosa yao mojawapo. Lakini nitawaokoa na kuwatoa katika makao yao yote ambayo wamefanya dhambi ndani yake, nami nitawatakasa. Basi watakuwa watu wangu, nami nitakuwa Mungu wao, na mtumishi wangu Daudi atakuwa mfalme juu yao. Nao wote watakuwa na mchungaji mmoja, nao wataenenda katika hukumu zangu na kuzishika amri zangu na kuzitenda. Nao watakaa katika nchi niliyompa Yakobo mtumishi wangu. Walimwokoa baba zenu, nao watakaa humo, wao na watoto wao na watoto wao wa watoto wao milele. Na Daudi mtumishi wangu atakuwa mkuu wao milele. Tena nitafanya
la amani pamoja nao. Litakuwa agano la milele pamoja nao, nami nitaweka na kuwajibisha, na patakatifu pangu nitapaweka katikati yao milele. Tena maskani yangu itakuwa pamoja nao, nami nitakuwa Mungu wao, nao watakuwa watu wangu. Na mataifa watajua kuwa mimi ndimi Bwana. Mimi nitawakusanya Israeli, patakatifu pangu patakuwa katikati yao milele. Neno la Bwana. Bwana awe nanyi. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Yohane. Wengi katika Wayahudi waliokuja kwa Maria na kuyaona yale aliyoyafanya Yesu wakamwamini. Lakini wengine wakaenda zao kwa Mafarisayo, wakawaambia Mafarisayo, wakakusanya baraza, wakasema, tunafanya nini? Maana mtu huyu anafanya ishara nyingi. Tukimwacha hivi, watu wote watamwamini, na Warumi watakuja, watatuondolea mahali petu na taifa letu. Mtu mmoja miongoni mwao, Kayafa, aliyekuwa kuhani mkuu mwaka ule, akawaambia, ninyi hamjui neno lolote, wala hamfikiri ya kwamba yafaa mtu mmoja afe kwa ajili ya watu, wala lisiangamie taifa zima. Na neno hilo yeye hakulisema kwa nafsi yake, bali kwa kuwa alikuwa kuhani mkuu mwaka ule,
alitabiri ya kwamba Yesu atakufa kwa ajili ya taifa hilo, wala si kwa ajili ya taifa hilo tu, lakini pamoja na hayo awakusanye watoto wa Mungu waliotawanyika ili wawe pamoja. Basi tangu siku ile walifanya shauri la kumuua. Kwa hiyo Yesu hakutembea tena kwa wazi katikati ya Wayahudi, bali alitoka huko akaenda mahali karibu na jangwa mpaka mji uitwao Efraimu, akakaa huko pamoja na wanafunzi wake. Na Pasaka ya Wayahudi ilikuwa karibu, na wengi wakakwea kutoka mashambani kuja Yerusalemu kabla ya Pasaka ili wajitakase. Basi wao wakamtafuta Yesu, wakasemezana hali wamesimama hekaluni, mwaonaje? Haji kabisa siku hii. Na wakuu wa makuhani na Mafarisayo walikuwa wametoa amri ya kwamba mtu akijua alipo alete habari ili wapate kumkamata. Neno la Bwana. Wapendwa, tutafakari kidogo masomo tuliyosikia leo, hasa somo la Injili ambalo linatupatia picha halisi kwa nini sisi Wakristo wa Katoliki tunafunika misalaba, na picha nyingine ni kwa sababu tumesikia katika Injili Mafarisayo na wakuu wa makuhani wameshafanya shauri la kumuua Yesu. Ili Yesu ajitokeze waziwazi kuonekana anajificha, na ndiyo sababu anajificha misalaba kwa teolojia hiyo ya kwamba Yesu yuko katika mahangaiko makubwa ya kuuawa. Sababu kubwa ni nini ambayo Yesu anahukumiwa kuuawa? Sababu kubwa ni wivu. Wivu ni sumu mbaya sana. Mtu mwenye wivu hata usingizi hana, hata kilala atachelewa kwa sababu ya wivu. Akinenepa ni muujiza, itakuwa muujiza umetendeka kama kinenepa, kwa sababu mtu mwenye wivu muda wote na mahangaiko. Sasa Mafarisayo wanaona wivu kwa sababu Yesu ametenda kazi njema nyingi, amewafufua watu, amewaponya watu, amewalisha watu na kadhalika. Katika haya Yesu anapata umaarufu mkubwa. Ili umaarufu huu kutokana na kazi alizofanya na mafundisho aliyoyatenda na aliyosema kwa watu wengi wanamwamini Yesu. Mafarisayo na makuhani wanaona wivu kwa sababu kundi la watu linahamia kwa Yesu, wanawacha wao. Ndio wanatoa shauri, nini tunachokifanya hiki? Tukiendelea kumwacha mtu huyu tutapoteza umaarufu, tutapoteza watu waliokuwa ni wafuasi wetu. Hivyo basi tumue. Na Kayafa anatabiri kwamba mtu huyu aondoke kuliko tukangamiza taifa lote. Ndugu zangu, hofu hupoteza mamlaka. Ukishakuwa na hofu, mamlaka inapotea. Wanasema tukimwacha huyu mamlaka yetu itapotea. Hivi wale viongozi wanakuwa na hofu ya kupoteza mamlaka, kupoteza nafasi zao, kupoteza heshima waliokuwa nayo. Hivi wanafanya shauri la kumuua. Walipinga ukweli na kuanza kutoa visingizio mbalimbali juu ya Yesu. Kwanza wanasema mtu huyu hakuheshimu Sabato, alifanya kazi mpaka siku ya Sabato. Pili, alijiita mwana wa Mungu. Tatu, mafundisho yake ni magumu. Tumesikia hata somo la Injili anasema asiye anayeamini neno la Mungu hata kufa. Wakasema tumegundua kwamba huyu mtu amechanganyikiwa, kwa sababu wako wazee waliotangulia wamekufa. Hivi wapendwa wa familia Mwenyezi Mungu, sisi tumekusanyika kumtafakari Kristo. Nia yetu kubwa kumtafakari Kristo, na baada ya kumtafakari sisi tujifunze nini cha kufanya. Wengine ni marafiki zetu, wengine ni majirani zetu. Hivyo basi tunapoishi tutambue kwamba si wote wako tayari kuunga mkono.
Hata Yesu ametenda mema, lakini si wote walikuwa tayari kumuunga mkono. Hata wale aliowalisha, hata wale aliowaponya hawakuwa tayari kumuunga mkono. Vile vile hata katika maisha yetu, kijana, usidhani kwamba kila mmoja anakuunga mkono. Usidhani kwamba kila mmoja anakupenda. Wakupende wewe wote wewe hela. Kwa hiyo usikajipa matumaini ya Yesu mwenyewe ambaye ametenda mema, lakini watu walimchukia bila sababu. Watu watakuchukia. Hujasema chochote, hawakufahamu, huwafahamu. Wakikuona tu wanakuchukia. Sijui wanakulinganisha na nani. Wenyewe aidha watakupenda au watakuchukia kwa ajili ya yale unayotenda. Kwa kazi yako kubwa kama kijana ni ile 70% ndio za kupambana nazo katika maisha. Wale wanaokuchukia 15% hata ndio wafurahishe, hata ndio wabeba mgongoni. Hata ndio wabeba mgongoni, hawezi kusema neno jema kwako. Au jue wapo, wala tusihangaike na kuanza kukonda kwa ajili ya hao. Wala tusihangaike. Wewe ndio na maisha. Kwa sababu hata ungemwambia nini, hata ungefanya nini, yeye atakuchukia. Oneni kama Yesu amefanya yote haya, wameendelea kumchukia. Wewe je? Nani ambaye atakupenda? Watu wote watakupenda wewe. Yesu mwenyewe amefanya makubwa. Mimi na wewe tumefanya mambo gani makubwa kumzidi Yesu? Hivi huwezi kumridhisha kila mmoja. Katika maisha yako huwezi kumridhisha kila mmoja. Mungu mwenyewe amekuridhisha, ndio kama hakijalizika. Vijana, usikate tamaa. Maisha hayaji siku moja. Maisha yanakuja taratibu. Usitegemee kupata maisha ya haraka haraka katika dunia hii. Utaishia babaya. Tumsifu Yesu Kristo. Yeah.
Tazama mwana kondoo wa Mungu. Tazama anayeondoa dhambi za ulimwengu. Heri yao walioalikwa kwenye karamu ya mwana kondoo. Ee Bwana, sistahili ingie kwangu, lakini sema neno tu